Aise, mambo vipi? Kwa majina naitwa Leila Hassani. Niko hapa kwa mada kuu nzima ya kuzungumzia mapenzi. Na swala hili kuhusu mapenzi na mgeni wangu hapa ambaye ndo atatuelezea jambo zima kuhusu swala la mapenzi. Mapenzi yamemfanya nini na mpaka kama tuweze kufahamu vizuri. Aise, mambo vipi? Poa, kama kawaida. Kama kawa. Niambie. Fresh? Niambie mzima wewe. Wa afya kabisa. Haya, unaweza kuelezea jamii kuhusu mapenzi yamekufanya nini mpaka ukaamua kufika hapa? Vipi tena? Mapenzi. Mapenzi mimi yalinipa furaha, yalinipa amani, yalinipa kila kitu kwenye hii dunia. Na nilijiona ni mtu wa pekee sana katika haya maisha ambayo tunaishi. Sikuweza kutambua kama kuna watu wengine ambao walikuwa wanapata ile hali nilikuwa najisikia mimi. Lakini mwisho wa siku mapenzi kweli ni mchezo mchafu. Yaani mapenzi kitu ambacho yamenifanya bwana yani ni story ndefu, lakini yamenifanya kitu ambacho kimebaki paka leo kwenye moyo wangu. Sitamani kupenda tena. Ile sasa hivi katika mwanamke ambaye nakuwa niko na date naye sio kama zamani. Yaani nitakuwa na date naye kwa sababu tu mimi napata kile ninachokihitaji. Lakini upendo moyoni mwangu ulishaisha. Sababu mapenzi kitu yalichonifanya ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo nataka kuniambia sasa hivi hata ukipata demu uwezi? Siwezi kufanyaje? Yaani huwezi kumpenda yani? Kumpenda kiukweli siwezi. Labda yeye anipende, na hata akinipenda itakuwa ni ngumu sana kuamini kama kweli ananipenda, kwa sababu mapenzi yalichonifanya Lakini kumbuka hapo kila mmoja na moyo wake. Yule alivyokutenda sio kama na yeye atakuja kukutenda kama jinsi alivyokutenda yule wa kwanza. Wanawake wote ni sawa dada. Hapana. Nakwambia, yani wanawake wote ni sawa. Kila mtu na moyo wake kaka. Mimi naweza nikakupenda kweli kimoyoni, lakini yule ambao ulikuwa naye alichokufanyia, labda na mimi naweza nikaja nikafanya tofauti na yule. Ndio maana nikakwambia kila mmoja na moyo wake. Shida ni kwamba unayempenda anampenda mwingine. Umenielewa? Yaani wewe unaweza kuwa umenipenda mimi. Hiyo ipo, sikatai. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Nikupe short story, umenielewa? Mimi nilikuwaga nakagua simu sana ya mpenzi wangu, nikiwa na hofu kwamba mpenzi wangu huenda ana mpenzi mwingine. Umenielewa? Kumbe huyo mpenzi mwingine ndio mimi. Yaani mpenzi wangu yeye ana mpenzi, afu huyo mpenzi mwingine ndio aliyekuwa anamwazia mimi, kumbe ndio mimi mpenzi mwingine. Yeye ana mtu wake anayempenda. Ili uenjoy maisha, ili udumu na mapenzi yako, usishike simu ya mwenza wako. Kila mmoja sana simu yake. Sasa mimi hapana bana. Aisee, kwa leo mimi natosha. Njoo sasa tumalizie. Jamani, huyu bwana akakimbia. Sasa sijajua ni swala gani zima lilomkuta kwenye mapenzi mpaka sasa hivi aamini mapenzi. Kwa wakati huu tuishie hapa, tutakutana wakati mwingine.